Nasoma vitabu sana ugonjwa wangu. Okay. Huo utamaduni hatuna sisi. Utamaduni wa kusoma. Ukitazama hata kuna baadhi ya movie zangu utaona kwamba nina apply sana vitabu. Ukiangalia Moses, ukiangalia Devil Kingdom mcheza na Ramsey No, na apply sana vitabu, tena vitabu vya ndani, unajua. Kwa hiyo na Karl Marx mimi wako hapa. Na Plato amekaa. Mimi sitaki kuamini, unajua. Mimi sitaki kuamini katika movie zote ambazo unafanya wewe. Kuna yani zinakuwa zina urahisi, lazima kuna movie kama sio 2 3 hata 4 tokeo umeanza kufanya zilishai kukusumbua sana katika utayarishaji, na hutasahau hizo movie, au hata kama iko moja ni kama movie gani ambayo unajua kabisa yani au yani imekugharimu kiasi kwamba yani ushanielewa nadhani. Movie ambayo imenigharimu na imechukua muda, nafikiri almost nimeshoot kwa mwezi mmoja, ni Devil Kingdom, ndio shoot na Ramsey No. Umeifanyia yote hapa. Lakini maandalizi yake ni makubwa sana, kwa sababu kuna nazungumza secret society, afu nazungumzia watu wa theolojia pia, unaona. Watu yani nazungumzia vitu viwili, hao wanaamini katika Mungu na wengine wanaamini katika Mungu, na hao wanaamini katika Mungu wanaona mafanikio, na wanaamini katika secret society au katika ufalme wa kishetani umeona mafanikio. Kwa ilikuwa ni vile, kwa hata preparation yake ilikuwa ni nzito. Kwanza nilihitaji msanii kutoka nje ambaye ni Ramsey, kwa nikamshirikisha katika filamu, unaona. Lakini pia maandalizi yake, unajua unapoandaa kama ibada ya wenzetu wale, kwa lazima ifanane na kwao. Kwa lazima unahitaji holi kubwa, inahitaji unakuwa na wasanii karibia zaidi. Ile movie iko na wasanii zaidi ya 200. Unaona, extras ni wengi. Unaona, kwa lazima na kila extras lazima avae uniform kama ile Joy, na ile Joy ulipati bure. Kwa lazima ushone. Ile location lazima uitengeneze, kama uweke mishumaa miekundu, utengeneze stage, uweke mvuke wa moshi. Crew lazima yapo madol, crane, vile vitu vinavyotoka vile viwepo. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa ni moja, kama nilivyokuambia, wakati natengeneza ile mimi sikuangalia faida. Inaangalia kwamba unatengeneza kitu ambacho hata kizazi, hata wanangu wakija watasema kweli hapa baba alifanya kazi. Lakini ilifikia lengo, lakini ya gharama ambazo ulinani, yani hata kama haikulipa lakini lazima ilimlipa. Wewe haijamlipa vipi huyu bwana? Ule mzigo ulitema. Imenilipa haijanilipa isibaki siri yangu. Nataka uniambie relationship yako ya wewe na Ray, kwa sababu magazeti pengine hayatuambii ukweli. Is it true nyinyi ni maadui wakubwa? Kwa sasa hivi, mwanzoni naweza kusema mwanzoni tulikuwa ni marafiki wazuri sana. Lakini msemo kweli mpenzi wa Mungu, sasa hivi tuko katika mahusiano mazuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuna vitu ambavyo vinatokea, unajua, katikati yetu. Sijui ni kama labda wengine wanasema labda mafari wawili wakaizi moja, lakini kuna vitu ambavyo vinatokea katikati yetu, na wakati huo tunashindwa kuipatia masuluhisho. Kwa kila mmoja anachukua msini zake. Ina involve wanawake? Hapana. Ni kazi tu. Ni mambo ya kazi. Na ni kweli kwamba wewe ukinunua gari hili naye anataka kununua gari hilo, wewe ukiwa una ofisi hapa naye anataka kuwa na ofisi sehemu hiyo, ama ni story tu tunapewa za juu kwa juu? Kuna vitu ambavyo unakuta kama kwa sababu kipindi ambacho tuko sana karibu, ilikuwa mimi nikitaka kununua, mimi napenda gari fulani, hiyo na mbaiseni ile gari naipenda sana, na nataka ninunue, anambia hata mimi ndio choice yangu ilikuwa ile, wewe una mawazo kama kwangu. Basi unakuta kama kwa sababu mimi nakipenda nitanunua, na yeye anakutana atanunua kwa sababu anakipenda. Unakuta wote tunagongana hivyo, unaona. Na sisi wote tumetokea Kaole. Tukiwa bado wasanii kwenye vikundi mle. Kwa kila mmoja kwa na, yani tulikuwa tukikaa wote kwa tuna ndoto ambazo wote kwa tunazibuni pamoja. Labda nikikaa hivi, income yangu iongezeka kidogo, nataka nifanye hivi, mimi nataka nifanye hivi, na hata sema nataka nifanye, mimi naambia hilo nafikiri ni idea nzuri. Kwa ndio maana kuna baadhi ya vitu vingine kama tunafanana.